Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni katika kuendeleza ile mada tuliyoanza katika awamu zilizopita kuhusu kuzaliwa na kuhusu umuhimu wa mama. Inherently, mothers are made to love their children unconditionally. That love is inbuilt. Na hata mama akijaribu kwamba amchukie mwanao inakuwa ni vigumu, kwa sababu yale mapenzi yamewekwa katika moyo wake na ni vigumu kubadilika hata iweje. Ni asili yake mama kukupenda wewe. Pengine ameumbwa hivyo ili upate usalama. Kwa kukupenda wewe inakuwa kwako ni usalama. Tangu ile siku mama anakuleta duniani na anakuwa kifuani punde tu, ili upate lishe yako ya kwanza, ili upate utulivu, panajengeka pale ukuruba, bond ambayo kwamba inakuwa ni ngumu kukatika, inakuwa ni ngumu kukatwa. Na hata iwapo utamkosea mama yako namna gani, huwa kuna chembe chembe za mapenzi juu yako, na ni mama yako tu ambaye kwamba atakupenda hata iwapo dunia nzima itakuchukia. Hata iwapo dunia itakuwa kinyume na wewe, mama yako will always be on your side. Sasa basi, umeshamkosea mama yako, ushamtukana, ushamkejeli, ushamdhalilisha, ushamliza, utafanyaje ili urudishe ile imani yake kwako kama ilivyokuwa awali? Utafanyaje ili urudishe mapenzi yake kwako kama ilivyokuwa awali? Utafanyaje ili akuhurumie? Jambo la kwanza katika kufuata hiyo njia ni lazima ujue kwamba umekosea mama yako. Na kabla hujamkosea mama yako, vile vile umemkosea Mwenyezi Mungu wako ambaye amemuumba mama yako na akakuumba wewe, na akaamrisha kwamba wazazi waheshimiwe, wazazi wapendwe, wazazi wasikizwe. Hivyo basi, kwa kumkosea mama yako umemkosea Mungu. Kwa hivyo, kabla kuchukua hatua ya kutafuta mapenzi ya mama yako yarudi kwako, mwanzo lazima utambue umefanya makosa, na utambue kwamba bila kuomba msamaha Mwenyezi Mungu akusamehe kwa kosa ulilofanya, hata mama yako akikusamehe inakuwa ni kazi bure. Hivyo basi, ni uwe conscious kwamba ulimkosea Mungu na unahitaji kurudi na kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu ili akusamehe hiyo dhambi uliyofanya, kwa sababu ni dhambi umefanya kwa kumkosea mama yako, ni dhambi umefanya kwa kutukana mama yako, ni dhambi. Hivyo basi, ni mpaka utambue kwamba umemkosea Mungu na uombe Mungu msamaha. Baada ya hapo, katika njia ya kutafuta hayo mapenzi ya mama yako yarudi, ni utafute watu ambao wako karibu na mama yako, uelezee majuto yako, uelezee your regrets kwa jinsi ulivyomfanyia mama yako. Na hawa watu ambao utakuwa unaelezea, hao ni watu ambao unajua wazi kwamba hawa watu wako na great influence on your mother. Inaweza kuwa ni baba yako, inaweza kuwa ni your brother or your sister or your aunt, ama cousin ya mama yako, ama hata rafiki ya mama yako, ambaye kwamba ukimpa ule ujumbe anaweza kuongea na mama yako na mama yako aelewe kwamba umejuta
Jambo la pili ambalo nataka ufanye ni uwaite ndugu zako kama uko nao, ama ndugu yako kama uko naye, na uelezee kwamba wewe unajuta kumkosea mama yako na kwamba unatafuta msamaha kwake, unatafuta maridhiano na mama yako. Kwa nini uelezee ndugu zako? Kwa sababu ndugu zako pia wanatoka na tumbo la mama yako. Ndugu zako pia wanatokana kwa mama yako pia. Ukishafanya hivyo, ni baadaye sasa unamfuata mama yako na unamwangukia na unamwelezea majuto yako na unamuomba radhi, unamuomba kurudishie radhi, akurudishie mapenzi, akurudishie uaminifu, kuamini, na ile imani alikuwa nao kwako irudi. Maana kuhusisha ndugu zako ni kama nilivyoelezea hapo mwanzo, na inawezekana ndugu zako wakawa na pingamizi, ndugu zako wakapinga hilo jambo, ndugu zako wakakataa kushirikiana na wewe kwa hilo jambo, lakini kufanya hivyo watakuwa wao wenyewe wanajidhulumu. Kivipi? Kwa sababu hata wao ni tumbo la mama yako wametoka, na iwapo wewe utakosa radhi ya mama yako, iwapo wewe mama wako atakuwa hana imani na wewe, kuna uwezekano kwamba katika moyo wake atasema, ikiwa huyu amekuwa hivi, hata wale wengine nao ni hivyo hivyo tu. Kwa hivyo inakuwa muhimu kwamba wakati unaenda kumwomba mama yako radhi, unaenda kumwomba mama yako msamaha, uwe uko pamoja na ndugu zako wote wale wenye matoka kutoka kwa mama yako, ili wakati unaomba msamaha na unaomba radhi kwa mama yako, hata wao pia wafanye hivyo pamoja na wewe. Na katika kuomba radhi, kitu yenye inaonekana ni sincerity, ule uhakika, ule ule uhakika. Mama yako ni mzazi wako, amekulea kuanzia ukiwa mdogo mpaka saa hii, na anajua your sincerity, anaifahamu vizuri sana. If you are play acting just to confuse her, unajifanyisha tu ili mama yako umkoroge mama yako asikuelewe kwamba unamuomba msamaha kiuhakika, itakuwa haina manufaa. So wakati unaenda kuomba msamaha kwa mama yako, you should be sincere, na ile sincerity ndio mama yako ataiona kwako na atajua mwanangu kweli amejuta na anataka kuomba msamaha. Naomba tuendeleze hii mada wakati unaokuja katika awamu zinazokuja, ila kwa leo nitakomea hapo, na inshallah katika awamu zinazokuja tutaendelea tena hii mada tena. Shukran.